Kwa maanachi Mkristo angalau ungetumia hata masaa. Mimi nadhani nilikuwa nawaambia vijana wakati mle hapa, nikamwambia kijana, badala ya kwenda kuzunguka kule mtaani, chukua muda kusoma Biblia, chukua muda wa kuomba, ili ukitoka unashangaa unaenda mahali unaambiwa, ukisema tunatafuta kazi, tulikuwa tunatafuta wewe, njoo. Sasa baada ya kulia hata kuzunguka ovyo. Hapana, tumia muda kumtafuta Mungu. Haleluya. Na naomba nikwambie hivi, wakati ule ilikuwa ni miaka kama 2010. Yaani kijana mmoja, yaani mchungaji, nilipokaa siku nzima nikajifungia ndani, nikawa nasoma Biblia, nikaomba nisoma Biblia, nikaomba. Yaani nimeondoka tu nashangaa mnafungua mlango na mtu anatafuta kwa ile kazi. Na imepita karibu miezi sijautiwa kazi. Yaani mtu amekuja anasema, I said nimekuja kukutafuta wewe, kuna kazi mahali fulani. Mungu ni Mungu wa mikakati jamani. Hata kama niseme nataka ni mkutano, takamuuliza Mungu ale hai, mbinu anazo yeye. Haleluya. Tuko pamoja mpaka hapo? Mbinu anazo yeye, anaye mikakati. Tunajifunza kwa Yoshua, kama angekuwa amemtafuta Mungu, wazee wa Israeli akamwambia, Bwana, sasa kabla hujaenda mji wa Ai, tufanye nini? Tumtafute Mungu, tuombe kuanzia asubuhi mpaka jioni. Sasa walichopaswa kufanya kabla, wanakuja kufanya baada ya anguko, ambalo bado Mungu ni Mungu wa rehema. Akamwambia Yoshua, kitu cha kufanya, ondoa dhambi. Ukishaondoa dhambi, mkakati nao mimi siishi mikakati, ninayo. Na Mungu ni full of mikakati. Amejaa mbinu, anajua. Yaani kuna watu, fikiria kuna watu ambao tunaambia kwamba Mungu alikuwa kwenye vita vile, alikuwa anatumia mawe ya barafu kwa piga watu. Kwenye Biblia, kwenye vita. Ndio maana Waisraeli wakasema Bwana ni Bwana wa vita, anajua namna kupanga vita vizuri. Ndio maana tumtafute Mungu aliye hai. Mikakati kwenye biashara. Fikiria kwa mfano ile mwanamke ambaye ni mke wa nabii, mume wake amefariki, kuna madeni. Akamwendea Elisha. Elisha akamuuliza, una nini nyumbani kwako? Yaani swali simple la kawaida, lakini ilikuwa na majibu ndani yake. Akasema sina kitu ila chupa ndogo ya mafuta. Akamwambia hiyo kazi imevyombo si vichache. Hiyo ni biashara. Haleluya. Tuko mahali hapa pamoja? Unanielewa vizuri? Kazi imevyombo si vichache. Kazi imevyombo si amesema sina kitu. Na kuna vitu ambavyo tunavyo. Na ndio maana naomba nikwambie waje kwamba una kila ulichonacho ni kwa mafanikio kwako. Yaani Mungu anatumia ulichonacho kukufanikisha wewe. Kama ni kipawa, kama ni wewe akili, kama chochote, yaani ili ufanikiwe, una uwezo huo wa kufanikiwa. Ndio maana Musa wakati analialia, wao unajua Mungu, hapa kuna wamizi wanakuja nyuma. Mungu akamuuliza, "Wani unalialia hapa? Una nini mkononi mwako?" Akasema, "Nina fimbo." Sasa hiyo fimbo, fanya nini? Nyosha kuelekea upande wa baharini. Si ndio jamani? Mungu anamwambia, hiyo fimbo ndio nayo mkononi, nilishakupa tayari. Ina maana Mungu kwenye maisha yetu ametupa uwezo wa kufanikiwa. Huna haja kumwonea jirani yako hivu. Huna haja. Ni kwamba unasema sina kitu. Wewe unatamani kipawa cha mtu mwingine, wakati na kipawa cha kwako mwenyewe binafsi. Na mbona unajua kwamba hicho kipawa kinakufanikisha wewe? Amina. Tuko hapo, tumenasa hapo. Si kwa Mungu ameshindwa. Na hapo nikwambia wacha kwamba ni kwa sababu tunaangalia walivyo navyo wengine, tunadharau tulivyo navyo sisi. Kuna mtu mmoja anasema, kusudia kuwa wewe. Amua kwamba ili nifanikiwe, mafanikio yangu yako ndani yangu. Haleluya. Kwa yule mwanamke akauliza, "Una nini nyumbani kwako?" Akasema, "Sina kitu." Lakini akakuishia mahali akasema, "Ila nini? Chupa ndogo." Ukishamwambia mtu na chupa ndogo, labda pengine robo lita au nusu lita, si ndio? Au ile chupa ndogo, ile ndogo ya chupa ndogo. Sasa kwa sababu ni mafuta ya kupikia, huwezi kuna ile chupa ndogo ile, labda robo lita. Akaambia, kazi imevyombo si vichache. Hivi ndugu yangu, una mafuta robo lita, ukaambiwa ukachukue madumu yale unayochotea maji ya lita 20 na sio machache.
Inaingia akilini? Alafu chukue hai mafuta umiminie. Sasa mimi naenda kuazima vyombo vya watu. Hana, kwa sababu kama hana mafuta ni kidogo, ahifadhie nini? Kwa sababu mafuta yenyewe yako kwenye chupa. Sawa? Mtumishi anakuambia sasa, nataka nivunje mazoea niliyozoea. Kazime vyombo si vichache. Alafu maelekezo ni haya. Kajifungia ndani na wanao, alafu mimina haya mafuta. Naomba nikwambie, hakuna mwanadamu mwenye hiyo strategy duniani. Mama wa watu kawa ghafla mfanya biashara wa mafuta. Si aliuza ile mafuta from nowhere. Hivi nadhani watu walimshangaa, mama fulani unauza mafuta, lini umekuwa mfanya biashara wa mafuta? Jamani, na mafuta ya kutosha ndani. Na akaenda kalipa deni, akaambia sasa yaliyobakia ile baada ya kuuza lipa deni, alafu yanayobakia tumia na wewe na watoto wako. Kwa hiyo na extra juu yake. Mungu ni Mungu wa mikakati. Kutaweza kuona kwamba Mungu akampa Yoshua mkakati wa kuingia mji wa Ai. Na unajua nini? Kuna siri moja ya ajabu. Akamwambia sasa, aligawa makundi mangapi? Unafahamu? Jifanyeni kama mfanyeni. Wanaume, tumewafukuza hao. Hao wamekuja tena. Tumia watu wao sasa. Mbona wamerudi? Na wamekuja wale pale. Twende. Wanaume wanatoka, wanakimbia. Sawa Yoshua akamwambia, jifanyeni kama mfanyeni. Mmeshindwa, kimbieni. Kumbe wanavuta wanaume wote fanyeni. Na hata wale waliokuwa waoga mwanzo wamefanya nini? Wakaondoka na wenyewe kuwafukuzia nini kina nani? Kina Yoshua, si ndio Sasa naomba nikwambie, nani mwenye kuwapa taarifa wenye kuvizia wale 5,000 kwamba sasa wanaume wote wametoka mjini, kwa hiyo ingieni kwenye kuchoma mji? Nani? Mungu akamwambia Yoshua, chukua hiyo mkuki mkononi mwako. Unanielewa Wapi? Mkononi mwako. Mkononi mwako kuna kitu ambacho kitakufanikisha wewe. Akamwambia, chukua mkuki, nyosha kuelekea mji wa Ai. Na kule kunyosha tu, wale walioko kule nyuma ya mji waliojificha kuvizia wale 5,000, yaani wakainuka kama mtu mmoja, wakaingia kwenye kuchoma ule mji. Kumbuka kilichotokea baada ya kuchoma ule mji, walipogeuka wale wanaume wa mji wa Ai kuangalia mji wao unafanya nini, unafuka moshi, wakaisha nguvu. Piga Bwana Yesu makofi. I tell you. Yaani kama leo Yoshua ungepata mkakati wapi kama sio Mungu? Ndio maana wapendwa, tumsubiri Mungu. Naomba Mungu atupe ili somo hasa gumu kidogo kwa dunia sasa ya kimbia. Ukiamka nyumbani unamkuta mama fulani ana mzigo kichwani, anaenda sokoni. Yaani ukiamka asubuhi baba fulani anakwenda, alafu unaamka ndio unapiga mswaki. Si jamani. Watu wako busy kutafuta maisha, mimi nimekaa tu hapa. Naomba nikwambie, muda utakaotumia kumtafuta Mungu mpendwa. Natumia mfano hawa vijana. Nikamwambia vijana, baada ya kwenda kuzunguka kwenye vijio vya ovyo kule mjini, kaa ndani, soma Biblia, mtafute Mungu. Utashangaa ile kazi za kufuata wakati mwingine. Naomba nikwambie, siku moja nilipokuwa mkoa fulani nimeenda kufanya kazi ya Mungu. Kijana mdogo sana, hakuna kijana wa umri wakati huo. Nikaenda namtafuta naenda takiwa kufuata ruhusa kwa mkuu wa wilaya, sijui mahali pa kuabudia, sina nini. Nikaamua leo siendi kuzunguka, nakaa wiki nzima. Sinaonekana nimeshindwa Sawa. Lakini naomba nikwambie, siku hiyo nikatoka, nikaenda nikafika mahali, nikakutana na mtu kaniambia, mchungaji, unatafuta nini? Nataka niende kwa mkuu wa wilaya nipate kibali, niandike barua kwenda kwa mkuu wa wilaya. Sawa? Namueleza huyo mtu. Alafu niende kwenye shule fulani nipate mahali pa kufanyia ibada. Naomba nikwambie, siku hiyo kila kitu kiliisha. Huyo ndo akamwambia njoo, akanipeleka kwenye ofisi kwangu. Akamwambia sekretari wake, muandikie mtumishi barua ya kupeleka kwa mkuu wa wilaya. Nikatoka pale nikapeleka kwa mkuu wa wilaya. Nikapita kwa mkuu, nikamwambia mkuu wa wilaya hayupo, mimi msaidizi wake, na kuidhinishia kuanzia leo kibali. Yaani nimetoka hapo nikapeleka hiyo barua. Kibali siku hiyo nikapewa na kuandikia. Umepewa kibali cha kuhubiri nini? Kuanza ibada, huduma za ibada. Nikaenda shuleni, nikamwambia mwalimu mkuu yupo, lakini tunakuandikia barua. Una darasa hili hapa, nilale na ibada. Siku hii na ilikuwa ni asubuhi, nimetoka nyumbani, wakati huo ni kijana tu mdogo, sijaoa. Nimetoka tu nyumbani,
Nikaenda nikakutana na huyo mtu, nikachapishiwa barua, nikaenda kwa mkuu wa wilaya kibali, nikaenda shuleni siku hiyo nikapata kila kitu. Lakini muda mrefu, karibu miezi nazunguka naenda huko, hakuna Mungu wa wilaya hayupo, yani hakuna naye kuangalia. Lakini kuna faida kumsubiri Mungu aliye hai. Uwepo wa Mungu unakutangulia. Sasa tunamenyeka sana, tunafanya biashara kama watu wa mataifa, tunalia. Naomba nikwambie, kuna siku moja nikawa namtafuta Mungu, nasubiri Mungu. Nilipochungulia dirishani, nilikuwa ni gorofani. Naona watu wanakimbia. Yaani kila mtu, "Aise, ile nani, ile bidhaa bwana, ile nguo ile tukauzi." Yaani watu nikasema, "Aise, yaani watu wanahangaika kutafuta." Nikasema, "Sasa unaniambia, sio kila naye muone barabarani anatembea anachamana anachokifanya. Anazunguka tu kama shida lebo zunguka. Lakini ukimsubiri Mungu aliye hai, utashangaa Mungu atakupa, yaani ule muda una usamani na maongozi ya Mungu inakupa, yaani kwa muda mfupi Yoshua akafanya nini? Wakauteka mji wa Ai, sawa Kwa sababu Mungu aliwapa nini? Mkakati. Ukimtafuta Mungu anakupa njia zake. Anakupa mawazo yake. Anawaza juu hili, mbinu gani kuendea mahali. Na hiyo mbinu hakuna mahali pengine Yoshua ametumia kwenye mji wa Ai. Vitu maana mengine aliongozwa na Mungu afanye hivyo, kama Yeriko alizunguka, si ndio Musa akaambiwa piga mwamba mara moja, sawa Mwamba katoa maji. Safari ya pili akaambiwa sema na nini? Yeye akafanya nini? Nini kilichotokea? Maji yalitoka, sawa? La pili? Acha kukataliwa, turudi hapa. Kuna kitu gani kimetokea? Pale. Aliaita waasi. Mungu aliniambia kasema na waasi watu wangu. Alipiga mwamba, alimwambia kanina kapiga mwamba, sema na mwamba. Kwa sababu alienda na mazoea. Sawa Alienda nini? Kanuni za kuingia siku ya kutoka Jumapili kwenda Jumatatu inaweza isiwe ni kanuni ya kuingia Jumatatu kwenda Jumanne. Tunaenda kwa mazoea kuanzia mwanzo wa mwaka mpaka mwisho. Ndio maana ni tuko vile kwa sababu kanuni tumekariri. Sawa. Leo unaweza kaamka ukasema kwamba leo ukitoka getini kwako pale unapotoka, leo usiende kushoto, nenda kulia. Lakini umeshazoea kufanya nini? Ukitoka tu ngambia nenda leo kulia. Nasema hapana, nimeshazoea hivi. Ndio kitu ambacho kilimkosti Musa. Na ndio tunatukosi mpaka leo sisi. Tunajenga mazoea. Mazoea yana tabu. Yoshua naye angesema leo tuzunguke mji huo yaani kapeleleze, alafu tukitoka tutazunguka ule mji. Mkakati huo Mungu hajampa kwenye mji wa Ai, alimpa mkakati mwingine. Mungu ana mikakati mingi, sawa Ana mikakati mingi. Amina. Mungu atakupa mkakati. Nasema Mungu atakupa mkakati. Tumtafute Mungu aliye hai. Kwa hiyo naweza kuona Yoshua alifanya mpango wa kufuata maagizo ya Mungu. Yoshua 8:3 mpaka 9 tumesoma, na andika Mithali 3:5 mpaka 6. Anasema mtegemee Bwana, mtumaini Bwana na mkabidhi Bwana njia zako, pia mtumaini na atafanya. Kwa maana kwamba Mungu aliye hai atusaidia. 6, alitii kikamilifu mpaka mwisho. Kila hatua. Hiyo ni mbinu. Ni kanuni ambayo itatusaidia. Naomba nikwambie kwamba itakusaidia kwenye maisha. Yaani kwenye kila mimi kama mtumishi kwenye kazi ya kwangu, tunamtafuta Mungu aliye hai, atupa maongozi yake, nini cha kufanya kwenye semina fulani, tunawaza, je, tufanyeje? Mkakati wetu tuweza kutumia kwenye semina hii, kwenye huu mkutano, tufanyeje? Watu aina gani watakuja mahali hapa? Ila waza kwamba hata hiyo mahali pale Paulo alikuwa anaenda kuhubiri, akaambia, msiende huko. Sinakumbuka kuna mahali alikataza na Roho Mtakatifu. Nataka kuhubiri, si ndio Moto umewaka ndani. Akaambia tulia. Usiende kwa mazoea hiyo Paulo. Wakaenda mahali pengine. Tulia. Alafu usiku huo nini kilitokea? Kwa nani ukumbuka? Nini kilitokea? Asante sana. Usiku huo sasa alimuona mtu wa Makedonia akimwambia nini? Njoo huku tusaidie. Na Paulo mtu anasema ndipo tulipopata haki, kumbe Mungu alitaka tuje Makedonia na sio tulipokuwa tunataka sisi.